Sura ya 6 mstari wa 10 mpaka mstari wa 18. Waefeso 6:10 mpaka 18. Lakini tutakuwa na Mathayo sura ya 5 mstari wa 14. Lakini pia tutakuwa na Yohana sura ya 8 mstari wa 12. Lakini pia tutakuwa na Yohana sura ya 9 mstari wa 5. Lakini pia tutakuwa na Yohana sura ya 1 mstari wa 5. Kwa wale tunaoandika, nitarudia. Kuna Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 mpaka 18. Lakini kuna Mathayo sura ya 5 mstari wa 16. Lakini kuna Yohana sura ya 8 mstari wa 12. Lakini pia kuna Yohana sura ya 9 mstari wa 5. Yohana 9:5. Lakini pia kuna Yohana sura ya 1 mstari wa 5. Sura ya 1 mstari wa 5. Basi nitasoma sura ya 1 mstari wa 5. Inasema, nayo nuru yang'aa gizani, nalo giza halikuiweza. Yohana sura ya 1 mstari wa 5. Nayo nuru yang'aa gizani, giza halikuiweza. Lakini kulingana na somo tulionayo, ile Yohana 1 mstari wa 5 inaendana na Yohana 9:5. Yohana 9:5. Yohana 9:5. Maandiko yanasema, muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Katika kitabu cha Yohana 1:5, huyu ni Yohana anamsimulia au anamtambulisha Mesia aliyekuja kwa ajili ya kukomboa ulimwengu, aliyekuja kufanyika kama chanzo cha nuru kwenye ulimwengu mzima, aliyekuja kuwa mwanzo wa uwepo wa nuru tena katika ulimwengu uliokuwa umejaa giza. Huyu Yohana ndo akawa anamtambulisha Yesu Kristo kama nuru ambalo inayong'aa gizani, halafu giza halikuiweza kabisa. Lakini Yesu mwenyewe katika Yohana sura ya 9 mstari wa 5 akawa analithibitisha neno alilokuwa ameshaliongea mtangulizi wake Yohana, kwamba muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo alikuwa anamaanisha kwamba yuko na muda ambao atakuwepo ulimwenguni, ambao yeye sasa atang'aa kama nuru gizani. Huo muda aliokuwa akizungumzia wa kuwepo ulimwenguni ni muda wa kuwepo katika huu mwili wa nyama ambao wewe na mimi tumeuvaa. Kipindi Yesu Kristo ameuvaa mwili huu wa nyama uliovaa, ambao na mimi nimeuvaa, ndio akajitambulisha kwamba yeye ni nuru ya ulimwengu. Katika kipindi ambacho yeye yupo, ni nuru ya ulimwengu. Ni nuru ya ulimwengu katika kipindi kile ambacho tu atakuwepo. Anapaswa kuwa nuru ya ulimwengu, ili kwamba kupitia yeye giza litokomee, ili kwamba kupitia yeye mauti isiwe na nguvu tena ya kuwatesa watu. Ndio maana alivyoingia nyumbani kwa Lazaro, haikuwa shida sana kwake kuiamuru mauti irejeshe uhai wa Lazaro, kwa sababu yeye alikuwa ni nuru ya ulimwengu. Akiingia mahali popote, vibaraka vya giza vinakimbia, kwa sababu yeye ni nuru ya ulimwengu. Haleluya! Katika kipindi alichokuwepo Yesu Kristo, alikuwa ni nuru ya ulimwengu. Mahali popote alipokuwa akiingia, ikiwa kulikuwepo na huzuni, akiingia yeye alikuwa anafanyika sababu ya furaha, sababu ya amani. Mahali popote anapoingia alikuwa anahakikisha
anavunja tawala zote za giza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa ni kamanda aliyejitosheleza. Yesu alikuwa ni luteni, alikuwa ni jenerali. Yesu Kristo alikuwa amebeba vyeo vyote vya kijeshi. Alikuwa hahitaji msaada sijui wa watu gani, wa private, hataki makopro, hataki vitu vingine. Alikuwa yeye mwenyewe akiingia mahali popote anajitosheleza. Ile katika jeshi la maji yeye alikuwa anajitosheleza. Alikuwa na uwezo wa kuzungumza na maji yakamtii. Alikuwa na uwezo wa kuzungumza na tufani zinamsikia, zinakoma na kutulia. Kwa katika vikosi vya anga yeye alikuwa anajitosheleza. Katika vikosi vya ardhini yeye alikuwa anajitosheleza. Popote alipokuwa akiingia, nuru ilikuwa inadhihirika na giza linakoma kabisa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Katika kipindi alichokuwepo duniani, yeye ndo alikuwa nuru ya duniani. Yeye ndo alikuwa nuru ya ulimwengu. Je, alivyoondoka, huo wajibu, hiyo nafasi, hayo mamlaka ya kung'aa ili kwamba kuendelea kutokomeza giza katika hali endelevu, amemwachia nani? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kusoma sasa kitabu kingine kwamba alikuwa ni nuru. Hiyo mamlaka amemwachia nani? Tusome katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa